tena katika mafunzo ya Jifunze Microsoft Word, na hii ni lesson namba 4. Tulisema katika lesson namba 4 tutajifunza sehemu ya design ambapo ndo hapa, lakini tutaongeza sehemu ya layout, tutaongeza sehemu ya reference na tutamaliza hapo kwa ajili ya kuendelea lessons zingine ambazo zinafuata. Sehemu ya design, mfano kazi yako ni hapa, kazi yako ni hii. Sehemu ya design utapata nini? Sehemu ya design mara nyingi huwa tunatumia sehemu hapa ambapo tuna watermark, tuna page color pamoja na page border. Mfano, nataka kuweka watermark. Watermark ni maneno ambayo yanajitokeza nyuma ya kazi yako. Sehemu yenyewe huwa inafunguka kama hivi. Inafunguka kama hivi. Ikifunguka hivi kuna sehemu hii ambayo inakuambia uweke watermark ambazo tayari zipo hapa, zilishaandaliwa kama hivi. Lakini kuna sehemu hii hapa inakuhusu wewe kuweka custom watermark. Na kama kazi ambayo ulikuwa nayo itakuwa na watermark, basi kuna sehemu hii ya remove watermark ambayo itakusaidia kutoa watermark ambayo tayari ipo kwenye kazi yako na kuweza kuitoa kazi ikiwa haina watermark. Mfano, nataka kuweka watermark yangu hapa, nitawasha sehemu ya nini? Nitawasha sehemu ya text watermark. Lakini kama nataka kuweka picha, basi nitawasha sehemu ya picture watermark. Nataka kuweka text, andikaje? Text naandika hapa, nitaandika labda mikasa. Nitaandika mikasa. Ndio tena kwa kubwa mikasa. Nikishaandika kama hivyo, kuna sehemu ya kuchagua font hapa, lakini sehemu ya kuchagua size. Lakini unaweza ukachagua unataka kuweka horizontal au weka, hii ni diagonal na horizontal. Mimi nachagua kuweka diagonal. Lakini hapa nikisema nipige apply, maneno yako unapiga okay hapa, maana yake kazi yako inakuwa tayari ina watermark kwa nyuma ambapo inaitwa mikasa. Hii kazi ndio jinsi watermark zinapoingizwa. Maana kazi zako zote ambazo tunaendelea kuzifanya, nyuma ya hiyo kazi kutakuwa na watermark ya hivi. Ukitaka kurimove, basi utarudi hapa, utabonyeza sehemu ya remove watermark, zitakuwa zimeondoka. Hii sehemu ya pili ni page color. Page color maana yake ni karatasi zote ambazo unazo kubadilisha rangi. Kwa mfano, mimi nimegusa hapa, nataka nije hapa, nasema nibadilishe rangi. Niligusa hapa, basi page zinakuwa zinabadilika rangi kama hivi. Basi nasema hapana, mimi naipenda rangi ya blue kama hivi, au napiga kama hapa hivi, labda naweka hivi, nachagua, basi kazi yangu inakuwa imebadilika rangi. Tumia hapa. Nataka nyeupe by default, lakini nakuja page border. Page border ni unaweka mistari 5. Nimeweka kasa hapa kwenye hii page namba 1, mimi nataka nifanye kama cover page. Maana yake nitakuja kwenye page border, itafunga kitu kama hiki. Nani? Maana yake hamna border yoyote, lakini hapa kuna nini? Kuna box, lakini kuna hizi. Mara nyingi sisi tunaamua tuchague hapa aina hizo outline au border ambazo tunazitaka. Kama ni kwa ajili ya cover page, basi nitachagua hapa, nitachagua au hapa, yoyote ambayo inakuvutia. Lakini nikifika hapa sasa kwenye sehemu ya apply to, nikichagua whole document, tafsiri yake kazi yote ambayo nimeifanya hapa chini itakuwa na mistari ya border kama hivi. Lakini nikifungua hivi, kuna sehemu hapa imeandikwa this section. This section tafsiri yake ile section ambayo ninaye hapo, so ile ambayo nimeweka kasa, niligusa pale mwanzo, nikiweka border, maana yake kwenye ile section utakuwa na hiyo. Lakini nyingine hapa ni this section first page only, maana yake ni ikae kwenye hii section, lakini page ya kwanza peke yake, siende kwenye section zingine. Last time this section ambayo inasema all except first page, maana yake ni page zingine lakini isipokuwa page ya kwanza. Sasa itadepend na wewe unataka wapi. Kwa mfano mimi nasema this section first page. Nikipiga okay hapa, maana yake kwenye hii page ya kwanza ndio kutakuwa na nini? Kutakuwa na border, lakini page zingine utakuwa na border. Hivyo ndio namna ambapo tunaweka border. Jifunze, fanya mazoezi na ujue namna ya kuweka border. Asante, tukutane katika lesson namba 5 ambayo tutajifunza layout na